hayako. Na kwa sasa tunazungumza na mchungaji Tito Japhet Mwalongo. Huyu ni kanisa la Shalom Bonde la Utetezi. Mchungaji, shalom. Shalom. Bali ya uzima. Salama kabisa, mnaendeleaje na huduma? Kwa kweli tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri, Mungu ni mwema. Naam, tunazungumza kuhusu amani na upendo kwa Tanzania. Karibu sana. Asante sana. Mimi naomba niseme kwa habari ya amani. Naam. Jambo la kwanza tunaweza kuangalia kwa haraka kidogo kwenye kitabu cha Ayubu 22 na ule mstari wa 21. Maandiko yanasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Mjue Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokuja. Sasa tunapozungumza kwa sio kama unanipata mtumishi wa Mungu. Naam, nakupata. Karibu sana, endelea. Naam. Sasa kama kuwa na amani ni kumjua Mungu, maana yake jambo la kwanza ambalo naweza kusema kwa Watanzania wote ambao wananifuatilia muda huu, jambo la kwanza wamtafute Mungu kwanza, kwa sababu usipomtafuta Mungu uwe na uhakika hauwezi kuwa na amani. Na ndio maana katika hili boksi la kumjua Mungu kuna mambo mawili ya muhimu ambayo kila mtu lazima ajue. Akimjua Mungu atakuwa nayo. Jambo la kwanza, ukimjua Mungu utapata amani. Jambo la pili, mema yatakujia. Sasa tunapozungumza kwa habari ya amani, tujue ndio msingi wa mafanikio ya mwanadamu yoyote yule. Manake mwanadamu hawezi kufanikiwa kama hana amani. Moyo wake ukiwa na maumivu, manake vitu vingi viovu vitamfuata. Moyo wake ukiwa na uchungu, vitu vingi viovu vitamfuata. Kwa hiyo anasema mjue Mungu ili uwe na amani. Kwa hiyo kwa wale wa Tanzania ambao wananifuatilia saa hii, naweza kusema kwa habari ya wao kumjua Mungu ndio sehemu ya kuwa na amani. Na tujue kabisa ili mataifa ya nje yaweze kuja Tanzania, yataangalia kama Tanzania kuna amani. Na wakuilinda amani sio mtu mwingine, ni mimi Mtanzania. Nawezaje kuilinda amani? Naweza kuilinda amani kwenye eneo la kumtafuta Mungu sana. Naam, Tito, tunakupata hapa. Na kwa yule ambaye pengine anapitia maumivu, anapitia uchungu wowote na anatamani kuachilia. Okay. Sasa kwa yule ambaye anapitia maumivu na uchungu wowote na anatamani kuachilia, jambo la kwanza imeandikwa kwamba shina la uchungu lisichipuke ndani yako, lisije likawasumbua watu wengine. Manake ili uweze kuachilia, jambo la kwanza lazima ukubali kwenda kwenye nyumba ya ibada ili uweze kumtafuta Mungu. Na tunachoamini wa Tanzania, kila mmoja ana imani yake ya kumwamini huyo Mungu. Sasa yule ambaye anakwenda kanisani lazima aende kanisani. Yule ambaye anakwenda msikitini lazima aende msikitini, kwa sababu ninachoamini, kanisani wanafundisha namna ya kumjua Mungu, msikitini wanafundisha namna ya kumjua Mungu. Na utakapomwelekea huyo Mungu, manake huyo Mungu ndio atakusaidia kuondoa uchungu na maumivu yaliyo ndani yako. Nakushukuru sana mchungaji Tito. Kama una ujumbe wowote ambao unatamani kumpa msikilizaji? Mimi niseme kwa ufupi, kwa ujumbe ambao naweza kumpatia msikilizaji ni kwenye eneo moja tu la kumjua Mungu ili awe na amani, mema yaweze kuja. Na ajue kwamba tumeambiwa tulinde sana mioyo yetu. Manake tunapolinda mioyo yetu, huko ndiko chemichemi za uzima zinatoka. Lakini ili pia tuweze kulinda mioyo yetu, inatutaka sisi kumtafuta huyo Mungu. Tukimtafuta huyo Mungu, tukimjua huyo Mungu atatusaidia katika kulinda mioyo yetu, na amani itatawala katikati yetu. Mungu neema awabariki. Amina mchungaji.